Shalom, shalom taifa teule. Shalom wapendwa watakatifu wa Bwana. Shalom Conference des Grandeurs. Tunawasalimu ninyi wote ambaye mnakusanyika ndani ya gundi letu la Conference des Grandeurs. Mimi ni Pastor Adamu Mbalasa mwana mwami. Ninawatolea salamu katika nchi yetu ya DRC Congo, kwa province ya Manyema. Tunapenda kutoa neno la Mungu, na mbele ya kulitoa neno la Mungu ni lazima tushukuru mbele Mungu. Tunakushukuru Mungu wetu, tunasema asante kwa neema ambaye unatulinda, unatuepusha, unatuchunga. Baadaye Bwana unatupatia pumzi hata muda wa kulitoa neno hata kwa uchache. Baba yangu ninasema asante. Ninakusihi kwa wakati huyu Baba, we mwenyewe Bwana wa kazi, uende kapande neno lako mbele za watu wako. Utupatie nafasi, utusaidie Mungu, utuongoze katika roho wako mwema. Tuanze nawe hata kumaliza nawe. Kila iliyo makusudi ya ibilisi, ujanja wa uchawi na urozi, mamlaka yote ya azimu, inyamaze kimya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunahitaji uwezo, mamlaka, utukufu pamoja na heshima yako iwe pamoja nasi Bwana. Tuanze nawe hata kumaliza nawe, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Tumekwisha kujijulisha, na hivi tunataka kutoa neno pia na kutembelea kwenye teme yetu ambaye inasema tunachunguzwa na Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana wetu Yesu Kristo anakuja, alikunywa na wenye zambi, kula pamoja na watenda maovu. Watu wa madini wakatazamia wakasema, je, mtu huyo alitoka kwa Mungu? Anasema alitoka kwa Mungu, na yeye anashiriki na wenye zambi na wenye maovu, na anakula nao chakula pamoja. Yesu akawaambia neno moja, akasema, mimi sikuja kwa mwenye haki, lakini nilikuja kwa ajili ya muovu apate kuokolewa. Mwenye afya njema hahitaji mganga, lakini ni mgonjwa ambaye anahitaji mganga. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wakati Bwana amerekrite watu, yani anakutanisha watu wanapokea habari njema za wokovu, akawaambia, ni heri ninyi mnajua siri za ufalme wa mbingu, kwa maana kuna wengine wataliona na watazingatia. Mungu wetu abarikiwe sana. Na ukasoma kwenye kitabu kimoja, Bwana anawaambia kama nguruwe akikimbia machafuko, yani mtu akikimbia machafuko ya dunia, akirudilia tena, uchafuko wa huyo mtu wa pili unashinda wa kwanza. Mungu wetu abarikiwe sana. Tunapenda kulifundisha teme ambayo linasema tunachunguzwa na Bwana. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu sisi ni kondoo wa zizi la mwana kondoo wa Mungu, na kila mchungaji wa kondoo anachunga kondoo wake vema, na anawachunguza kondoo wake. Kama mbwa mwitu akipenda kuja, anapambana naye. Kama kondoo akipenda kwenda nje ya zizi, anamchunga na kumrudisha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndugu zangu, mtumishi mwenzangu, nilipenda kukufasiri ama kuhubiri kwa wakati huu kusema kama kuna wakati ambaye Yesu alikuja kwa ajili ya wenye zambi wapate uzima, wapate kutubu, wapate kuokolewa. Na kama wakishasikia injili ya Yesu Kristo, wanamwamini kuwa Bwana na Mwokozi wao, wanakimbia machafuko ya dunia. Pale wanakuwa kondoo wa zizi lake, na pia anawachunguza kinaganaga. Wanatembeaje? Wanaishije? Wanasemaje? Wanafikiriaje? Wanatendaje? Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndiyo ninataka kuwafundisha kama. Asante. Tunakushukuru Mungu wetu kwa kidogo ambayo unanisaidia kwa wakati huyu. Basi Bwana nasema asante. Ninaiacha mbele yako, we mwenye Bwana wa kazi, uibariki na kuitia mafuta
Pia bariki kila mmoja ambaye anaisikia. Wewe Bwana umpatie nguvu na umpatie asimame mzima mbele yako. Ninaomba ni kwa jina la Yesu aliye Bwana wetu, amen. Aksanti bien-aime, ninashukuru pia ninasalimu baba yetu Bigaeli Farai Nguzo, nasalimia mtumishi wa Mungu Die Merci Nemia, nasalimia mama Deborah, mama Bote, mama Siza, nasalimia pia mama Octavine, mama Moza, nasalimia mtumishi wa Mungu Andre Lwabosha, nasalimia mtumishi wa Mungu Lumembe Chabunge, Papa Benai, nasalimia wote Papi Kambi, watumishi wa Mungu wote ndani ya Conference de Grandeur. Ninawasalimu pia nawatakia amani ya Kristo Yesu iwe pamoja nanyi mahali pote mulipo. Pia Bwana awabariki sana. Ni ndugu yenu mtumishi Pastor Adamu Mbalasa Mwanamwami. Ninawatakia amani ya Kristo ikuwe pamoja na kila mmoja. Asante.